kwa moja kutoka mjini wa Bungoma. Ukiwa mtoto unadhani ulimwengu ni kipande cha keki kilicho kitamu mithili ya asali. Hakuna dhiki, hakuna mateso, hakuna kuhuzunika kwa aina yoyote. Neno huzuni linasikika masikioni kama neno lisiloelekea kwenye uhalisia wowote. Kwa watoto dunia imejaa raha, starehe na vicheko visivyoisha. Maisha ni ahadi njema yenye matokeo ya kufurahisha na kustarehesha tu, sio kudhikitisha na kuhuzunika. Sisemi kitu, maisha yana siri kubwa. Hivi leo ikiwa ni Ijumaa njema tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2025, tumeweza kuandalia mengi katika chumba chetu cha habari. Lakini mwanzo, kabla habari kamili, tupate vidokezo. Nimekuandalia habari za shule, malimwengu, habari za michezo na tamko la siku. Tuungane na mwenzetu Timu Wanyonyi atuanzishie habari zetu za siku ya leo. Imengojewa na wengi. Walimu wakurufunzi wa chuo cha walimu cha Nabongo wamejitayarisha ili kujiandaa kwenda nyumbani kwa likizo fupi. Kando na hayo, walimu wakurufunzi wa kidato wa mwaka wa pili. Naam, hujambo. Na Polisi FC watangaza kuwa washindi wa FKF baada ya kumnyorosha Shabana FC bao 1-0. Kwingineko, Harambee Stars wacheza vizuri kwenye michezo yao ya Sekafa kule Tanzania. Kimataifa, michezo ya kombe la dunia la vilabu kule Marekani yashika chini kama pasi ya Van Persie. Na hapo unafika kikomo. Tukutane wakati mwingine kwa mapenzi ya Maulana. Bradley Fela na Bongo TV. Asante sana. Ungane na mwenzetu Brian Tabu kwa malimwengu. Nikianza na malimwengu, kwanza niko katika kaunti ya Busia kwenye mipaka ya Uganda na Busia. Afisa wa serikali nchini Uganda, Charles Abong, amezikwa na pesa zaidi ya milioni 5.2 za Kikenya ili kumpa Mungu amsamehe dhambi zake. Charles aliacha wosia kwa mke wake kuwa akifa basi aweke kiasi cha pesa kwenye sanduku lake akamuone Mungu. Na kwingineko ni kwamba mwanamume mmoja amewashangaza wengi huko Uingereza baada ya kusema yeye hunywa glasi ya mkojo wake kila siku ili kuzuia uzee. Mwanamume huyu kwa jina Harry Matadam mwenye umri wa miaka 34 amesema kwamba tangu mwaka wa 2016 amekuwa akinawa uso wake kwa kutumia mkojo pamoja na kunywa glasi moja kila siku kwa lengo kubwa la kujikinga na uzee. Swali ni je, ikiwa mbinu hiyo itatumika hapa nchini Kenya, ni wazee wangapi watakaopatikana? Nikiripotia runinga ya Nabongo, jina langu ni Brian Tabu. Kuuliza swali kwamba ikiwa ndio mbinu hiyo itatumika hapa Kenya, tutakuwa na idadi ngapi ya wazee? Mimi singekuwa wazee jamani. Wacha tuungane na mwenzetu Team Mustafa kwa tamko la siku. Baadhi ya viungo ya mpishi. Chafya ya mpishi ni baadhi ya viungo ya mpishi. Nikiripotia runinga ya Nabongo, Mustafa Abdul. Tamko lake Mustafa linatufikisha kikomo habari zetu za siku ya leo. Sina be wala te ila kupiga msumari wangu wa mwisho kwa habari zetu za siku ya leo. Lakini kumbuka kwamba habari hizi na nyingine zaidi unaweza tembelea ukurasa wetu wa kijamii @Nabongo TV Kenya, YouTube, Facebook, Twitter na kila mtandao wote wa kijamii. Nimekuwa msomaji wako Joseph Mwinami na kutakia kila laheri wakati ukifika kwenda nyumbani. Ila nikuacha nikikwambia kwamba ukienda matangani na ukutane na mbwa usimchape. Labda anaweza kuwa amekuja kwa kile kilichokuwa kimekuleta wewe. Kutane.